Habari za mchana ndugu waandishi wa habari. Majina yangu naitwa Doris Mpatili kutoka kanda ya Victoria, ni katibu kamati ya mafunzo kanda ya Victoria. Waheshimiwa waandishi wa habari na Watanzania, mimi na rai moja tu ambayo naomba niilete kwenu na muifikishe vizuri kwa Watanzania. Hiki chama sasa hivi kina walagai na wababaishaji. Ndo waliojaa huko kwenye uongozi. Na hii biashara mnawaambia watu uongozi mpya. Kwani Mheshimiwa Mbowe wakati anachea vikao, Lissu alikuwa ni nani? Mheshimiwa Mbowe wakati anachea vikao kama mwenyekiti, Heche alikuwa ni nani? Kwa hiyo hapa huu ulagai wa kusema Chadema mpya, kwanza waandishi wa habari tunaomba muachane nao. Huu ni uongozi uliokuwepo, huu ni uongozi unaojua Chadema malengo yake yalikuwa ni nini. Katiba yetu sisi tunashushua huku chini. Ni hawa viongozi na wajumbe kamati kuu walikaa wakaiandika hiyo katiba wakatushushia huku chini. Leo wanapokuja na hizi hoja zao, no reform, no election, alafu mtu anashupaza macho, anashupaza mishipa, unasema yes, kumbe ni uragai mtupu. Naombeni Watanzania tuelewe. Hiki tunachoambiwa no election ni uragai. Hakuna, sisi tumeshiriki mafunzo mbalimbali ya chama hiki. Sisi tumeandaliwa, hao viongozi wengi wameandaliwa kuja kuwa viongozi after kina Mbowe, kina Lissu, kina Heche. Wameandaliwa vizuri, wanaelewa itikadi na falsafa ya chama hiki. Wanaelewa umuhimu wa chama cha siasa, malengo ya chama cha siasa ni nini. Mimi kwanza naomba waheshimiwa wala kina Mheshimiwa Kinabo wanao ratibu hii agenda, maana ndo wamepewa kijiti hicho cha kuratibu agenda ya G55. Watanzania mtambue, sio kila mtu anayekuwa na mawazo mbadala na G55. Mimi sio G55, lakini kwa haya yanayoendelea leo kwenye Chadema yetu nimeona ni upuuzi na ubabaishaji mtupu. Ndio maana nimeamua ni heri nikawaunge hawa mkono ambao naona wanatupa dira, wanatupa mwelekeo. Mimi sina mpango wa kugombea udiwani, sina mpango wa kugombea viti maalumu, sina mpango wa kugombea chochote kwenye nafasi za kimaamuzi za kiserikali. Sina. Kwa hiyo hao wanaokuja na hizi hoja, sijui vitu gani, waambieni tupo wengi ambao hatuna malengo ya kugombea chochote kwenye nafasi za kimaamuzi za kiserikali, lakini tunahitaji tuione Chadema yetu ile tulioipambania toka 2010 tukiwa Chaso, tukiwa wanafunzi, mabinti wadogo. Ile imani tulioibeba toka tukiwa vioni, ile imani ile ndo tunaoitaka, na Watanzania ndo raza wanaoitaka. Watanzania wataki raza za ulagai. Watanzania wataki hizi raza eti baada ya kushinda Mheshimiwa Lissu hakutakuwa na nini utekaji, Manengero yuko wapi? Hata bahati mbaya wamuongelei kabisa, na alikuwa kijana wao anajitokeza hadharani anatukana matusi kenda kwenye mitandao. Anatukana Mheshimiwa Mbowe. Na kinachotusikitisha sisi, yani hawa wanaotukana, yani mtu kameingia 2023 kwenye chama hiki, hati na kenyewe kanasimama kabisa, kanapata uhalali wa kusema wewe Mbowe, wewe nini mfanya biashara, umetufanyia siasa za kilagai. Wewe ambaye hata hujajua people's power manake ni nini, hujajua kutamka hata Chadema, hujajua eti wao ndo akina Lissu wanawapa kimbele, yani wanaweka mbele front line, wanasema hawa ndo wapiganaji. Wapiganaji wapi? Wewe mpiganaji umekuja jana unakuja kumwambia muasisi wa chama hiki ni mpumbavu, ni mjinga. Alafu mimi niliyejiunga na chama hiki kwa sera ambazo niliona huyu mtu anaenda nazo vizuri, kwa siasa ambayo niliona Chadema na imani iliyowajengewa Tanzania inafanya, eti mimi leo niungane na hichi kikundi cha wahuni kinachotukana waasisi wa chama. Mimi Doris Mpatili, toka kuzaliwa kwangu vyama vya siasa nchi nimekijulia Chadema. Yani mimi chama changu cha kwanza toka nazaliwa ni Chadema, na niliamini kitakuwa chama changu cha kwanza na cha mwisho. Ila nilisema sitakaa niende CCM. Chadema ikishindikana nitakaa nyumbani kwangu kulea familia. Ila kikitokea chama kingine chenye sera zile ambazo zilinishawishi Chadema, mimi najiunga 2010 Chadema. Sikuwahi kujua kama kuna uongozi wa tawi wa kijiji wa nini. Tukiwa vioni tunabembelezwa kushika nafasi. Mpaka leo tumeshika nafasi mbalimbali kwenye chama hiki.
Hatujawahi kuhamasika eti kwenda kugombea vijiji, vitongoji, sijawahi kuwa na hiyo shauku. Sasa hawa wanaosema sisi tunaoenda na mawazo mbadala ukishauri chama ili chama kisipoteze mwelekeo, eti wanapenda madaraka. Huyo mwenyewe anayesema anapenda ubunge, anapenda madaraka, yeye mwenyewe anasikilizia hivi wakina Heche watawabembeleza kule tume ya uchaguzi waruhusu kusaini maadili. Hivi itakuwaje? Wao wenyewe wana mawazo mawili, hawajiamini. Yaani hawaamini wako no reform, hawaamini wako no election, wanasubiria, yaani wanavizia. Na bahati mbaya zaidi kuna kikundi kanawashawishi, "Nyie tulieni, tunaenda kufanya uchaguzi." Mimi sikatai na hiyo idea no reform. Idea no reform ni nzuri kabisa. Ila napingana na no election. Na ndio hiki hao wenzetu G55 walikielezea, walikishauri chama. Leo eti wanawaambia nini njaa. Hivi huyu mzee Kinabo, huyu mheshimiwa Kinabo, hivi una njaa kiasi kwamba una hata hela ya kula mlo mmoja wewe? Hivi wanawajua hata watu wenye njaa? Kwa hiyo hizi siasa za kilagai hatuzitaki. Na bahati mbaya zaidi, Mheshimiwa Lissu ajirejeshe huko nyuma. Wakati anafanya kampeni alisema sitaki machawa. Sasa leo kwa nini machawa ndo amekuwa washauri wa huu uongozi? Yaani chawa akipiga no election wote eti akina Lema, ondokeni. Mheshimiwa Lema anachonizidi mimi labda ni hiyo platform ya kibunge aliyoipata, ameenda bungeni kwa hiyo miaka 10 amekuwa mbunge. Lakini sisi ni wapiganaji wa chama hiki na wapambanaji wa chama hiki miaka. Tumeenda field, tumelala field. Mapambano ya Arusha Januari 5 mimi nilikuwepo. Polisi wanashuti watu hivi, mimi niko hapa naona polisi anapofshuti mtu. Wewe Lema umefanya field gani? Nimefanya operation ya Chadema Digital jimbo la Karatu. Wale watu wanasema huku kwenye hii kanda hatuna mwenyekiti wa kanda, tuna mjumbe wa kamati kuu. Mheshimiwa Lema yeye mwenyewe alikiri kwenye kikao alichokuwa na Mheshimiwa Mboya amekaa na wazee wa Karatu. Mheshimiwa Lema mwenyewe anakiri kwenye kikao, mimi kama joke nimemsikia kwa kauli zake. Mheshimiwa mwenyekiti nakushukuru sana. Hakika hii ziara kwa kweli sio ya kwako. Ziara ya chopa, kwa sababu yeye hata ziara ya gari inamshinda. Wanataka wakute tu wameandaliwa kama hivi mapodium, maiki haya, wapige tu hapo uongo wao waondoke. Siasa sio podium tu na maiki ndugu zangu. Siasa ni mikakati. Kuiondoa CCM hili chama ambalo limeshakuwa la kifedhuri kwa kiasi hicho. Ni mikakati thabiti. Sio podium tu na maneno. Tunajuana wa Tanzania. 2019 kilitokea nini? Sisi tulisema jamani, chama sikilitangaza huyo wanaomzia leo ni dhaifu, ni mpole, sijui. Si alitangaza 19 kwamba jamani hasitokee mtu yeyote wa kwenda kuchukua fomu na kugombea serikali za mitaa. Si tulisusa? Kwani hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza? Hii ya sasa hivi itakuwa mara ya kwanza ya no reform no election. 2019 ni wakumbusho wa Tanzania, tulisusia uchaguzi wa serikali za mitaa. Ulinikuta jimbo la Siha na andaa wagombea. Si tulisusa? Hatukususa wa Tanzania. Chadema iliingia kwenye uchaguzi? Si haikuingia. What happened? Muungwana akisusiwa anachutama anajiuliza mara mbili. Jamani ni nini? Hembu waiteni tuzungumze. Sasa hii nginja, sijui mshike, sijui nini. CCM hasusiwi. CCM ukimsusia anakomba sinia lote. Kwa kifupi najivua hiyo nafasi yangu ya ukatibu wa kamati ya mafunzo kanda ya Victoria, na najiondoa rasmi leo Chadema kwa sababu sioni dira, sioni mwelekeo, sioni future, sioni hao wa Tanzania kwenda kupambana ukinukisha kuzuia uchaguzi.